Maria, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mama Bikira Maria, msaada wa Wakristo, watakatifu somo wetu, watakatifu marafiki zetu, Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, malaika na watakatifu wote wa Mungu, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Padri moja ya maprofesa wanaotufundisha chuo cha katekesi, kwa tunaulizana maswali tu kwamba kwa nini mtu anapoongea story anaongea sauti ya juu, akisali sauti inashuka chini. Yule padri akasema sauti inayotoka wakati wa sala inadhihirisha uhusiano na Mungu ni maskini kiasi gani. Yaani stori za kawaida sauti hatutoshi, mpaka tunasema punguza sauti, lakini kusali sauti inashuka chini, inadhihirisha. Anasema vitu viwili vinaweza kuthibitisha uhusiano wa mtu na Mungu: namna anavyoitikia sala katika adhimisho la misa na namna anavyotoa sadaka. Hivyo vitu viwili vitaonyesha ukomavu na umaskini wa mtu katika mahusiano yake binafsi na Mungu. Mimi natamani kama mnasali, sali, itika, ongea, toa sauti, unaongea na Mungu wako. Unaposhusha sauti inamaanisha ndani kule we na Mungu ni mnyonge sana, na ndio ukweli. Yaani huo ndio ukweli. Ni jambo la kisaikolojia tu, lakini lina majibu halisia. Tumsifu Yesu Kristo. Kama Mungu ni baba yako, utajiamini kuongea mbele ya baba yako, utajiamini. Sasa leo naenda kwenye moyo katika jina la nafsi. Nafsi ni mtu wa ndani. Nafsi ni mtu wa ndani, na wataalamu wanatuambia katika nafsi kuna makundi matatu au kuna mambo matatu au vitu vitatu. Katika nafsi kuna akili, kuna hisia, kuna utashi. Nafsi iliyo hai kuna akili, kuna hisia, kuna utashi. Akili, hisia, utashi. Na kwa kweli huyu nafsi ambaye ndio mtu wa ndani, sasa hivi tukiwauliza Vicenti ukoje, mtasema mweusi, mnene, mfupi na vyovyote mtakavyojielezea. Lakini huyo sio Vicenti, huo ni mwili wa Vicenti. Vicenti haumfahamu wewe, huo ni mwili wa Vicenti unaouelezea. Binadamu ni roho, nafsi na mwili. Unachokielezea hapo, urefu na ufupi, weupe na weusi, unaongelea mwili tu. Ila cha ajabu katika mwili ni kimoja ambacho mimi nitamshangaa Mungu nikipata nafasi ya kufika mbinguni, nikipata nafasi ya kumwona Mungu. Nitatamani nimshike mkono kama ana mkono, kwa kumshangaa kwa kitu kimoja tu. Sura ya jirani yako uliyokaa nayo hapo tangu Adamu na Eva mpaka leo na mpaka Yesu atakuja, haijawahi kuwepo na haitakaa iwepo. Hicho ndo namshangaa Mungu. Mbuzi wanafanana, kondoo wanafanana, nguruwe wanafanana, lakini huyo uliyokaa naye ni yeye tu, na hata akikosekana mbinguni hakuna wakutosha kiti chake. Mpe hongera basi. Na shukuru Mungu kaa na huyo. Shukuru Mungu. Kama sio huyo usingekaa ukutane na mtu kama huyo milele. Hiyo ndio kitu cha ajabu. Na hapo ndio kanisa Katoliki ni wakali kwa uhai, wanatetea uhai. Huyo mtu unayemuua hata kaa atokee, hajawahi kuwepo na hata kaa atokee. Kwenu mnaweza kuzaliwa mapacha, tuombe Mungu angempa mama yako mapacha 8, wote 8, hata sura zingefanana, wanaowafahamu watatofautisha, watasema huyu hasa sijui majina yangekuwa nani na nani, maana Kurwa tunamjua, Doto tunamjua, huyo mwingine sija angekuwa nani. Labda tumtafute Kurwa atuambie. Tumsifu Yesu Kristo, kwamba wadogo zake watakuwa nani na nani.
Ndugu zangu wapenzi, nataka nikuhakikishie, wanasema kuna mapacha wa mifuko ya nje na mfuko mmoja. Hata wangekuja mapacha wa mfuko mmoja 30, sauti zao, kuna tabia, kuna vikitu vitawatofautisha lazima. Ajabu ya Mungu, Mungu hajawahi kufilisika sura, halafu tunaambiwa eti tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Sura zetu tuko tofauti. Hebu nisaidie tena kumwangalia jirani yako, na angalia uumbaji wa Mungu. Hiyo pua ulionayo wewe na alionayo yeye, vitu viwili tofauti. Sasa usibaki unashangaa pua ya mwenzako. Tuko tu kwenye kuelezea namna ambavyo Mungu fundi. Kwa kweli, kama kuna jambo ninaliadimaya chini ya jua, ni namna kila mtu yuko unique. Na hapo sasa ndio Mungu hana mbaya, hana mzuri, kwa sababu Mungu, huyo mtu unayemsema wewe mbaya hajawahi kuwepo hata kaa atokee. Kwa hiyo kwa Mungu ni unique. Wewe uzuri na ubaya ni interest zetu sisi, sio mambo ya kimungu hayo, ni interest zetu sisi za kibinadamu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwanza naomba umpongeze tena jirani yako, mwambie Mungu akubariki kwa kuwa wa pekee. Ndugu zangu wapenzi, sasa siondoki hapo, lakini naomba tukubaliane. Tumesema huyu mwanadamu ni roho, nafsi na mwili. Mwili ndio huu tumetoka kuupatia supu, kila mtu ameukipatia anachokipenda, lakini ni chakula cha mwili tu. Na mwili hata ukiulea kwa gharama kubwa, mwisho wa siku ni mali ya funza. Funza watajipendelea. Tunapotembea utafikiri hatutaki kukanyaga chini, lakini ni mali ya funza tu. Mwili huu unaweza ukatupoteza njia, lakini ni mali ya funza tu. Pamoja na umaridadi ulionao, ni chakula cha funza tu. Funza ndo watakao faidi huo mwili, lakini roho yako na nafsi yako, ndugu yangu, hiyo itaenda mbele ya Mungu, itaenda mbele ya Mungu. Na hapo kwa maandiko matakatifu, sisi tunaoamini tutapewa miili mipya. Hii chakula ya funza baada ya dhambi haifai tena, na uogesha kwa gharama kubwa, piga poda na nini perfume na kadhalika, lakini ni ya funza tu, ni ya funza. Sasa naomba nizungumzie kidogo nafsi na roho, kidogo sana. Ndugu yangu, huyo Mungu akampulizia pumzi, binadamu akawa nafsi hai. Ndivyo Biblia inavyotueleza, inavyotufundisha, akawa nafsi hai. Na chakula cha roho, tangu jana tumeanza neno la Mungu, hicho ni chakula cha roho. Chakula cha roho. Sala tulizokuwa tunasali ni chakula cha roho. Tulifanya adhimisho la misa juzi na jana kujiandaa na hii safari, ni chakula cha roho. Lakini kuna chakula cha nafsi, mara nyingi hatuzungumzi, na hata kama tunazungumza hatuendi kwa undani. Kuna chakula cha nafsi. Nafsi mwenyewe anagawanyika sehemu tatu. Akili chakula chake ni maarifa. Kwa hiyo baadhi ya masomo haya ninayotoa utamlisha pia akili, kwa sababu chakula chake kikuu ni maarifa. Ndio Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa, kwa sababu maarifa ni chakula cha akili. Lakini maarifa ni neno pana sana. Elimu ni kipande cha maarifa. Hata kutembea mnapata maarifa, si ndio? Kuishi kwingi ni kujifunza pia, na kutembea ni kujifunza pia, au sio? Tunapata maarifa. Wana wa Mungu, hicho ni chakula cha akili. Lakini sasa pia kinahitaji maarifa sahihi, kwa sababu hata ushirikina ni maarifa. Hata ushirikina ni maarifa. Hata dhambi inahitaji maarifa. Tunahitaji maarifa sahihi. Unapataje maarifa sahihi? Hata neno la Mungu ni maarifa, lakini neno la Mungu hili siku hizi watu wanachimba mabwawa ya kuogelea, kutoa mkosi. Nao wanahubiri siku hizi, wanagawa keki. Nao wanahubiri, wanauza udongo. Nao wanahubiri Biblia imesema mmepewa bure, toeni bure. Watu wanauza. Nao wanahubiri na wameweza kumconvince mtu akaelewa. Maana vya wajinga navyo ndio viliwavyo. Kwa kuna mjinga kapatikana, kanunua keki, kanunua udongo, naye kapata maarifa, kapata maarifa. Sasa namna gani tunapata maarifa sahihi? Hicho ni kitu kingine.
Hicho ni kitu kingine kabisa. Wana wa Mungu, naomba niwahakikishie, ushirikina ni maarifa. Mimi nimewahi kumwona mganga wa kienyeji alipita kijijini nikiwa mtoto mdogo sana. Yule mganga wa kienyeji alikuwa anapita, anachukua ng'ombe za watu, mbuzi, na anachukua kwa maarifa tu. Alikuwa anachukua ungo, anaurusha juu ya paa, unatua upande wa pili. Ungo ukijifunika anasema lo, wewe wameshakuzika, ni msukule. Ungo ukijifunua, wewe wanaenda kukuzika. Lakini ungo ulivyokaa, ni lazima au ujifunue au ujifunike. Ukikaa hivi, ukitenda kutembea kama ringi, anasema la 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 la, wamekukimbiza wewe, utakuwa kichaa. Sasa ungo ungekaaje ili uwe sawa? Kama kila namna una majibu, hiyo kazi hata mimi ningeweza, na mimi ningekuwa mshirikina. Yani nyinyi hapa mngenipa kuku na waona tu, yani nyinyi ningekula kuku zenu. Mcheki jirani yako akisijizime data, mwambie katekista angekukosa wewe muulize tu. Tumsifu Yesu Kristo, watu wa Mungu. Sasa maarifa sahihi. Mimi kwa leo, kwa sababu ya muda tulionao na mahali tunakokwenda na vitu tunavyotaka kufanya, somo la maarifa kwangu mimi leo sitaenda kwa undani, lakini naomba niseme kidogo tu. Baadhi ya walimu wanaofundisha Biblia wanacheza na saikolojia za watu, wanacheza na maandiko matakatifu. Lakini naomba nikukumbushe, shetani aliweza kumchezea Yesu na maandiko, akamwambia imeandikwa. Na kama Yesu angekuwa si neno na hajajaa Roho Mtakatifu, maandiko yangemtoa kwenye pointi. Usije ukadanganyika na maandiko, andiko huua. Narudia hiyo sentensi, usije ukadanganyika na maandiko, andiko huua. Yesu aliwahi kusema, mtu akikupiga kushoto geuza kulia. Yeye alipoingia kwa Pilato akatandikwa kofi, akauliza kama nimesema ukweli, kwa nini wanipiga? Shuhudia iliyo kweli. Mbona kugeuza kushoto wawashe kingine? Ukitumia andiko utageuza shavu wa kuwashe. Yesu hakuwa anafundisha hivyo. Andiko linaweza likakuchanganya. Andiko lililovuviwa huitwa neno, na neno huisha. Watu wengi wanachanganya kati ya neno na andiko. Kinachofanya watu wanatangatanga kwenye imani, watu wanawachezea kwa maandiko. Mimi nakuomba leo, sitaki kwenda huo upande, lakini nataka uwe conscious. Sijakumbuka ni barua ya kwanza au ya pili, lakini ni kwa Timotheo kwa uhakika. Anasema neno lao litaenea kama donda ndugu. Hawa watu wanaowachezea watu kwa maandiko, hilo neno au hilo andiko linaenea kama donda ndugu. Likikupata huwezi kupona. Donda ndugu haliponi. Watu wengi wanakimbilia, wanadhani wameokoka, lakini ukweli ni donda ndugu limewapata, kwa sababu watu wamecheza na maandiko. Sasa watu wa Mungu, maarifa, chakula cha akili. Lakini kuna huyu mtu anaitwa hisia, hiyo nafsi. Kuna eneo hilo la hisia. Chakula cha hisia ni upendo. Chakula cha hisia ni kutambulika. Chakula cha hisia ni heshima. Chakula cha hisia ni furaha. Chakula cha hisia ni amani. Huyu nafsi ndani kuna maeneo matatu: akili, hisia, utashi. Chakula cha akili maarifa. Chakula cha hisia, kila mtu anataka kupendwa. Ni neno la Mungu. Huyu kaumbwa, Mungu mwenyewe aliyemuumba akampenda. Kwa hiyo mtu kaumbiwa kupendwa, lakini upendo nao unatofautiana. Ni upendo kutambulika, kuheshimika. Hicho ni chakula cha hisia, tutakuja kuona. Lakini kuna chakula cha kiroho ambacho tulianza nacho kwa maelezo: neno la Mungu, sala, masakramenti. Hicho ni chakula cha kiroho. Mfungo tunaofanya, hija tunayokwenda, ni chakula cha kiroho. Mimi sina mashaka, roho zetu tumezilisha, tumejitahidi, lakini kwenye nafsi, hapo narudi tuzungumze. Kwa hivi leo, na somo langu kwenu kwa leo, namaliza
kwa nafsi, namaliza kwa hisia. Hisia, akikosa chakula anapata kitu kinaitwa majeraha, makovu. Na sasa tunaenda huku kutaka kuchota neema na rehema za Mungu, tunataka kumwona Mungu. Kama ndani ya nafsi yako kuna maumivu, kuna uchungu, kuna majeraha, tunaomba Mungu tukushirikishe somo ambalo Roho Mtakatifu pekee ndiye anayeweza kuponya hisia zako, pekee ndiye anayekufahamu. Roho Mtakatifu pekee, usipopona katika hisia zako, hayo maumivu yanaweza kuleta madhara. Waraka wa kwanza kwa Wathesalonike sura ya 5 aya ya 23. Waraka wa kwanza kwa Wathesalonike sura ya 5 aya ya 23. Paulo anatufundisha kwamba Mungu wa amani mwenyewe awajaze kabisa ninyi roho zenu, nafsi zenu na miili yenu, awatakase kabisa hata siku ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Awatakase kabisa ninyi nafsi zenu, roho zenu na miili yenu. Ndugu yangu, nafsi inahusika sana katika safari ya uokovu. Nampenda ndugu yangu Paulo, ana maneno makubwa mazuri. Sio kwamba nimekwisha fika au nimekwisha kamili, bali ninakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo limeshikwa naye Kristo. Ndugu zangu wapenzi, hata mimi pia nakaza mwendo. Na hapa fundisho la Kanisa Katoliki linasimamia uokovu ni process, ni safari. Hapa tupo kwenye safari ya uokovu. Halo? Aha. Baadhi, sio wote, baadhi tunatofautiana. Wanaamini ukiokoka umemaliza. Kanisa nasema uokovu ni safari. Hatua ya kwanza, Biblia inatufundisha Injili ya Yohane sura ya 3 aya ya 16. Yohane 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Jinsi hii ipi? Ile ya Yesu kufa msalabani. Jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Ndio mimi navaa msalaba kama bango la Coca-Cola, kwa sababu nilipendwa na huyu aliyenifia. Aliyenifia. Mimi sivai t-shirt ya mpira, mimi navaa huyu jamaa aliyenifia. Sasa ndio kama Wakatoliki mnavaa sanamu. Galatia 6:14 Paulo anasema, lakini mimi hasha, of course sio Paulo, ndio Paulo, lakini mimi hasha nisione fahari juu ya kitu chochote ila msalaba wa Bwana wangu Yesu Kristo, ambao kwa huo ulimwengu umesulubiwa na mimi kwa ulimwengu. Hiyo ndio fahari yangu, kwa sababu maisha yangu mwisho hapa duniani hayana maana bila huyo mwanaume mmoja aliyekufa msalabani. Wala mimi siangalii hii sanamu, na mtazama huyu ambaye haonekani. Hiki kinawakilisha tu. Mwalimu mzuri anafundisha kwa kutumia, mwalimu anatumia vielelezo. Mwalimu, nisaidie kumpa 5. Mwadhiri, mpe mwalimu mwenzako 5 hapo. Mwadhiri, mmekaa pamoja. Sasa ndugu zangu, mwalimu mzuri anatumia vielelezo. Ikitokea watu wanaelewa sawa, hawaelewi sawa, kwa sababu kuelewa nako ni neema. Yesu katika Injili yake ya Yohana sura ya 6 aya 44 na 45 anasema, hakuna awezaye kuja kwangu asipofundishwa na Baba aliyenipeleka. Kwa hiyo mpaka Yesu akufundishe pia. Hiyo sio mbaya. Hiyo sio mbaya. Na hatuna sababu ya kulaumiana, huyu anafanya huyu afanye. Hiyo sio muhimu kwetu. Wewe kama inakusaidia well, kama mwingine haimsaidii well, cha muhimu tumkute
huyo Yesu, tumfahamu huyo Yesu. Tumsifu Yesu Kristo. Sitamdharau asiyeelewa, na mimi pia ningefurahi kama asingenidharau, lakini hata akinidharau hainipunguzii, na akinisifia hainiongezei.